Huyu mama anaitwa Benisi, anaishi na mtoto wake wa kike anaitwa Lilian. Anaishi na mwanae kama sio mtoto wake hivi, muda wote anamfokea tu. Kuna wakati ampeleki shule makusudi tu kisa nawahi kazini kwake. Sasa huyu mama hapa ni jirani yao anaitwa Jumoke, anaishi na mwanae anaitwa Michelle. Hawa wanaishi kirafiki sana na ni majirani wa karibu sana na Benisi. Kwa hiyo Lili na Michelle wanasoma pia darasa moja, lakini malezi ya wazazi wao ni tofauti kabisa. Filamu inaitwa Mother's Daughter. Mimi naitwa Rio na hii ni Zurio TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Baada ya mama yake kumwacha, Lili akaahirisha kwenda shule. Alikuwa nadhani pengine mama yake atarudi kuja kumchukua ampeleke shuleni tena. Kwa hiyo akarudi kwenda kuangalia katuni tu ndani. Wakati anaangalia katuni, akajikuta kapitiwa na usingizi. Kwenye hii familia, huyu mama anampenda sana mwanae. Ulitakiwa kunisaidia jikoni. Najua mama, lakini leo ni Jumatano. Tamthilia yako pendwa inaendelea hapa. Njoo tuangalie. Jumoke na mwanae wanaishi maisha ya upendo mno. Sasa huku Benisi amerudi na hasira kinoma. Akamkuta Lili amelala. Lili akahisi mama yake ndo amemfuata mpeleke shule, lakini tayari ilikuwa ishafika saa 9 mchana. Alipotazama saa, ni kweli aisee, ni saa 9. Yeye alikuwa nadhani bado ni mapema mno. Ulikuwa wapi? Lili akashindwa hata kujibu. Mwalimu wako amenipigia, akasema hujaenda shuleni leo. Ulikuwa wapi? Nyumbani. Miguu yako haifanyi kazi? Kwa nini usitembee kwenda shuleni? Ni mbali mama, ni mbali. Kwa hiyo unanielekeza mimi sipajui? Mama akatafuta bakora ili amchape mwanae. Majirani walikuwa nasikia kila kitu ambacho kinaendelea. Jumoke akahisi Lili ni mkorofi, lakini Michelle anamjua vizuri Lili sio mkorofi, ni mtu mkimya sana. Mama alimchezeshea bakora za kutosha tu Lili. Majirani hawezi kuingilia hapa kwa sababu ni familia nyingine, sio familia yao, kwa hiyo hayawahusu kabisa. Shuleni akawa anafika kwa kuchelewa sana kwa sababu analazimika kutembea kwa miguu, na akifika namkuta mwalimu yuko darasani. Lili, uko sawa? Nilimpigia mama yako jana akawa anakata simu. Nilikuwa naumwa. Hakuna aliyeamini hizo taarifa. Alichezeshewa bakora sana usiku. Diva na rafiki yake wakamkuta hapa anajiangalia. Wakahisi walikuwa wanafuatiliwa wao, lakini Lili akawa amesepa tu. Wakawa wamuelewi huyo ana shida gani. Sasa Lili akawa anatembea kutoka shuleni kwenda nyumbani kwao. Ni mbali kidogo kutokea hapa, lakini akiwa njiani akawaona Diva na Deja. Walikuwa wanataka kutoroka hapa. Ikabidi wamfuate kumpiga mkwara ili asije kuwachoma, maana yeye kawaona, kwa hiyo lazima wajilinde kidogo. Sasa Diva na Deja wanaenda kukutana na wanaume wao huko. Lili haelewi kinachoendelea, yeye anaendelea na mambo yake tu. Sasa akitoka shule analazimika kuja kupika hapa nyumbani, lakini wakati huo anakuwa amechoka sana kwa sababu katembea kutoka shuleni na nini. Kwenye hii familia mama anamjali sana mwanae, anaulizia maendeleo yake ya shule, hata biashara yake ikienda vibaya pia. Michelle anakuwa mfariji wa mama yake. Mama yuko huru sana kwa mwanae, hata kabla kulala lazima wasali pamoja na nini, vitu kaa hizo mtu wangu. Upande pili huku mama yake Lili anachelewa sana kurudi nyumbani. Mara nyingi anamkuta mwanae amelala. Yuko bize sana na kazi huyu mama, hampi muda kabisa mwanae hata kidogo. Mama alipofika jikoni akakuta vyombo alivyotumia Lili ni vichafu. Amekula akaacha kuviosha. Hii hali haipendi kinoma huyu mama. Sasa kwa sababu kilimkera kile kitendo, akaenda kumwamsha aje kuosha kwa hasira vibaya mno. Mama ajari kama mwanae amechoka kiasi gani, wala haelewi kabisa anapitia nini huko shuleni. Sijamuua mama yangu, na usiniue sawa? Nikihesabu hadi 3 wewe umemaliza kuosha hivyo vyombo kabla sijakupoteza hapa ndani. Lili akawa amesepa kwenda kuosha. Asubuhi na mapema Lili akawa tayari kwenda shule. Mama Michelle akamwomba kama vipi ampe lifti ampeleke nyumbani na Michelle, lakini bibi akakataa, akasema anamsubiri mama yake. Kwa hiyo ikabidi mama Michelle na Michelle waondoke tu waende shuleni. Walipotoka mama akawa amefika hapa, hakutaka kumpeleka shuleni Lili. Akasema amempa adhabu ya kwenda kwa miguu shuleni. Si bora angeikubali lifti ya mama Michelle tu. Wakati wenzake wanapelekwa na wazazi shuleni, ye mzazi wake hana muda kabisa wa kumpeleka. Anamfokea tu muda wote, na akifika shuleni anakuwa amechoka vibaya mno. Sasa hakujua kama ameingia period leo. Hii ni mara yake ya kwanza, yani hajawahi na hajui chochote kuhusu hiki kitu. Ikabidi Deja na Diva wamsaidie kwenye hili, maana wao wana uzoefu kidogo. Alipofika nyumbani akataka kumuuliza mama yake kuhusu hii hali, lakini mama hakuwa tayari kabisa kumsikiliza. Yuko bize na kazi muda wote. Sasa mama Lili anavyofoka, majirani wanasikia kila kitu. Mama anajali kazi kuliko mwanae aisee. Hayupo tayari kabisa kumsikiliza kwa lolote lile. Yuko bize na kazi. Sasa mimi akamwambia mama yake kuwa Lili ni mkimya sana darasani. Inaonekana anapitia magumu mno. Mwanangu, kuwa mkimya haimaanishi ni mpole. Inawezekana anamsumbua sana mama yake. Mimi akasema mama yake anaonekana mkorofi sana. Anapaswa awe kama yeye. Sio kila mwanamke ana uwezo wa kuvumilia ujinga mtoto wake. Wengine hawawezi kabisa. Sasa Lili alichokifanya, akamvizia mama yake amelala, akachukua simu yake kisha akaingia Google. Akaangalia namna ya kufanya pindi ambapo mwanamke akiingia period yake ya kwanza. Anapaswa afanye nini? Ndio kitu ambacho alianza kukitafuta Lili. Kumbuka ana simu, kwa hiyo lazima atumie simu ya mama yake tu. Alipopata jibu lake, akawa amesepa. Asubuhi na mapema mama akaja
anafoka kishenzi. Queen Elizabeth, umelala? Nani anapaswa kusafisha nyumba? Umefua nguo zako? Hadi umelala tu hapo. Hali ya Lily sio nzuri sana. Kama unavyojua mwanamke akiwa kwenye siku zake anakuaga na maumivu makali sana ya tumbo. Nikirudi nikakuta hujafanya nilichokuambia, utanitambua. Mama akawa amesepa. Sasa atafanya nini Lily hapa? Sasa Diva na Dija wana wanaume huko mtaani. Wanaume ambao mara nyingi wanawanunulia kila kitu ambacho wanakitaka. Hata kama ni kitu cha gharama lazima anunue tu kwa ajili yao. Lily naye akajiunga naye hapa. Anataka ajifunze vitu vingi kutoka kwao. Maana ni kama marafiki zake kwa sasa. Baada ya masomo Diva na Dija wakamshawishi Lily ajiunge nao kwenda kwenye party na itafanyika nje ya shuleni kwa sasa. Lily akawa amekataa. Lakini ushawishi wa Diva ulikuwa ni mkubwa sana. Sasa wakati wanaongea, Mimi alisikia kila kitu ambacho wanaongea. Si atamchoma huyu. Baada ya kutoka shuleni, mama akamwaga Mimi kuwa anaenda dukani kwa sasa. Kwa hiyo akamtaka ajipikie mwenyewe tu. Huku mamake Lily anapika na hasira kinoma. Mama, umerudi? Bado nipo kazini. Si unaniona hapa? Umetoka shuleni saa ngapi? Mama akamkosa na karauti mwanae. Hapa ni vita tu. Lily akasema saa 10. Sasa hivi ni saa ngapi? Saa 11:30. Kwa hiyo umepoteza saa 1:30, si ndio? Unanijaribu, si ndio Unataka watu wanione mimi kichaa Upande wa hii familia, Mimi akapitiwa na usingizi wakati anapika. Akaja kushtuka moshi umetanda nyumba nzima. Aliunguza kila kitu. Mama akakuta hali ni mbaya kishenzi umndani. Moto umeshika jikoni vibaya mno. Ikabidi aanze kupambana nao auzime sasa. Nilikupa kazi rahisi hujaifanya. Mama, samahani, nilisahau. Ulisahau kuwa unapika. Ulitaka kuunguza hii nyumba, si ndio? Mama, samahani. Unataka nijilaumu kuwa nilikulea hivi Wewe ni mtoto wa aina gani? Mama alifoka kinoma hapa. Akampokonya simu, akampokonya na laptop. Yaani hii ndo adhabu ambayo mama huwa anampa mtoto wake. Sasa maneno ya kina Diva yakawa yanamzunguka Lily. Kama mama yako hakujali, basi pambana ujijali mwenyewe. Akaona liwalo na liwe. Akachukua nguo ya pati na nini, tayari kabisa kwenda kwenye pati. Wakati wa kutoka shuleni, Michelle akataka waongozane kwenda nyumbani. Lakini Lily akasema ana kazi ya kufanya, kwa hiyo ataenda nyumbani baadaye. Lily akasepa na masela zake hapa. Pati ilikuwa na wahuni kibao wa mjini. Pesa zilikuwa zinamwagwa mno hapa. Masela kwao pesa ni kitu kidogo sana. Sasa pati ilipoisha, Lily akarudi nyumbani kwa kunyata. Bahati nzuri mama yake alikuwa bado hajafika. Sasa Mimi akamwona wakati anaingia. Hata mchoma kweli huyu. Lily alikuwa anaona kama bahati vile. Yaani kucheza kidogo tu vile. Akaokota pesa kibao hivi. Kumbe hii kazi nalipa Amepata pesa ya matumizi na pia pesa ya usafiri ya kwenda shuleni. Hata tembea tena hapa. Aliposikia mamaka anakuja, akaficha kila kitu ambacho alikuwa nacho hapa. Anaogopa mamaka asije akaviona. Maana akiviona ni msala. Huku mama amemsamehe mwanae kwa lile tukio ambalo alifanya. Akamletea na zawadi kabisa hapa mwanae. Michelle akasema Lily alimkatalia kurudi naye leo. Kwa nini? Alisema ana kazi na marafiki zake. Labda ilikuwa ni kazi ya grupu. Mimi akasema alimuomba msubirie, lakini akakataa. Ni kama kulikuwa na sehemu hivi wanaenda. Sasa darasani wakawa wanapiga stori za pati ya jana. Michelle anasikiliza kila kitu. Diva akasema Soma ameahidi kumnunulia simu Lily. Mchiza ananunua simu? Unajua jana kidogo mama nifume. Atakuja kuniua akijua naenda kwenye pati. Diva akasema itabidi aendelee kujificha ili asijue mama yake. Lily amepata marafiki shuleni sasa. Hiki kitu kinamuumiza kinoma Michelle. Maana anaona kama ndugu yake anaenda kuangamia hivi. Sasa Deja na Diva walimwambia Lily kuwa atawakuta hapa nyumbani kwa Soma. Lakini kumbe ulikuwa ni mpango tu ili aje kukutana na Soma. Soma akasema walikuwepo hapa, lakini wamekusubiria sana wakaondoka. Lily akataka kusepa. Naonekana kama nang'ata. Mchiza akashusha nondo nyingi sana kwa msichana wa miaka 15 tu. Akasema yeye ni Soma, hajui kuzunguka. Mwamba akasema anampenda kinoma Lily na atamthamini kama akikubali. Lily akawa amekataa Najua unamuogopa mama yako, lakini hii ni karne ya 21. Mambo yamebadilika kabisa. Nitafanya kila kitu kwa ajili yako. Lakini pia nitakufanya uwe na furaha shuleni. Hata nyumba ukitaka nitakununulia pia. Lily hakutaka kusubiri zaidi hapa. Akawa amesepa. Wakajua tu kuwa hii ndege lazima itakuja kunasa tu siku moja. Sasa Lily alipofika nyumbani akamfuata mamake akamwambia kuwa birthday yake inakaribia. Kwa hiyo mimi nifanye nini? Haujaniuliza nini nataka. Ushawahi kuniuliza mimi nini nataka? Ushawahi kuniuliza nini nahitaji kwenye hii nyumba? Mama ni mkali kinoma. Okay sawa, mimi ni mama yako. Unataka nini? Lily akasema simu mpya. Kingine, sijawahi kuwa na party ya birthday. Nahitaji marafiki zangu waje kuniimbia hapa. Mama akaanza kumuimbia mwanae. Wewe ni mjinga Unataka kila kitu, si ndio? Nakupa kila kitu. Unakosa nini kwenye hii nyumba? Okay, haina shida. Nahitaji gari mpya pia. Si hujawahi kunipa? Kama ambavyo baba yako alikutelekeza kabla hujazaliwa na familia yako pia ilikutelekeza baada ya
kuzaliwa. Toka mbele ya macho yangu, mama hampendi kishenzi Lily. Sasa Michelle akamshauri Lily aache kabisa urafiki na Diva, maana mama yake akijua itakuwa ni hatari mno. Hata hivyo, tofauti na kumpeleka kwa wanaume, hakuna kitu ambacho wanampa. Lily basi alikuwa anasikia chochote, hata ushauri tu anataka upeleke Angaza. Mama si amekataa kumwandalia birthday party, Soma akamwandalia kipenzi chake Ise. Akakata keki na marafiki zake, pesa nyingi sana zikamwagwa pale. Soma kadondosha maneno matamu kishenzi kwa hii miaka 30. Au huko Nigeria haipo hii miaka 30 Mchizi akampa kipenzi chake zawadi nyingi mno. Ilikuwa ni kama ishara ya upendo ambao yuko nao kwa bibie. Anaipenda thate Lily akanunuliwa na simu mpya. Kila kitu ambacho alikuwa anakitamani muda mrefu, hatimaye amekipata kwa muda mfupi tu. Muda wote akawa ni mtu mwenye furaha sana. Sasa Michelle aliwahi kumuomba mama yake amsaidie kuongea na mama yake Lily. Leo wakati anataka kuongea naye, mama yake Lily alikuwa bado hajarudi. Akasema akija basi nataka kuongea naye. Sawa, Lily akawa amekubali. Sasa Lily akampigia simu Diva, akamwambia kuwa hajui Michelle amemwambia nini mama yake, maana anataka kuongea na mama yake Lily. Ni mawazo sana hapa. Mara Lily akapokea meseji ya Soma, inamtaka aende nyumbani kwake. Kweli bana, Lily akatupia kinoma noma. Akaja kuonana na kipenzi chake Soma hapa na nini, alikuwa amependeza kinoma. Soma kwa mara ya kwanza kaiomba kwa Lily. Kumbuka Lily hajui chochote kuhusu mapenzi. Lily akawa amegoma Ise. Soma akasema, nimefanya kila kitu kwa ajili yako. Nimekununulia hadi simu mpya. Unataka nifanye nini tena ili nikuonyeshe na kupenda? Ulisema unanipenda na unaweza kufanya chochote kwa ajili yangu. Soma akapambana sana hapa. Sasa hatujui nini kilitokea siku hiyo, lakini bibi alirudi nyumbani akawa analia kishenzi yani. Mama alipofika akauliza, nani amekufa kwenye nyumba ya babako? Una shida gani? Lily alikuwa kimya tu. Hebu nenda kaniandalie kitu cha kula mimi. Mama, kwa nini unanichukia? Mama kashangaa. Kwa nini unipendi? Umesemaje kwamba nakuchukia? Nani anakupa chakula? Ushawahi kukosa chochote huko ndani? Nimekupeleka shule nzuri na kulipia kila kitu, hadi hewa unayovuta. Unajua ni gharama kiasi gani natumia? Bado unaona nakuchukia? Sikulaumu wewe, najilaumu mwenyewe kwa kukuleta duniani. Haya maneno yalimchoma sana Lily. Lily hakutaka mazoea kabisa na kundi la Diva. Hawa ndo watu ambao wamesababisha yupo kwenye hii hali. Wakajua tu kuwa itakuwa mimi ndo kafanya yote haya. Sasa mamake Mimi leo akakutana na mamake Lily. Akamwambia kuhusu binti yake Lily anahitaji uangalizi wa karibu sana, lakini pia kumpa kila kitu haitoshi. Anapaswa kuongea naye, kumsikiliza, na ukaribu wa mama na mtoto ni kitu cha thamani sana. Kwa hiyo umenisimamisha hapa kunifundisha namna kumlea mwanangu Who are you? Mama Lily hakutaka mazoea kabisa, atamjali mwanae anavyojua yeye. Sasa Mimi akiwa njiani akafuatwa na kundi la Diva. Wanataka kujua nini amemwambia mamake hadi Lily akaacha kuongea nao. Wakampiga mkwara mzito hapa, hadi mwalimu ndo akaja kuokoa ili vagi. Sasa mwalimu akiwa anafundisha darasani, mawazo ya Lily yalikuwa mbali sana. Haelewi kinachoendelea. Mwalimu akaligundua hili. Mawazo yake yalikuwa ni mbali sana. Ikabidi aombe ruhusa atoke nje. Sasa Diva na Dija nao wakatoka nje Ise. Sasa ikabidi waje kumuuliza na shida gani Lily. Lily ndo akasema siku ile alibakwa na Soma. Deja akasema kwenye haya maisha hakuna kitu cha bure. Unapewa na wewe unapaswa kutoa kila ambacho unacho. Kwa hiyo mchizi amekula mali yake halali kabisa. Lily hakuwa na namna tena, ikabidi arudishe urafiki wake tu na kina Dija. Sasa baada ya wiki kadhaa kupita, Lily kutapika kukaa kwingi, usingizi nao ni mwingi mno. Ikabidi Google ili tatizo nini. Inawezekana ikawa nini hiki. Sasa kwenye Google wakamwambia itakuwa ni mimba au malaria. Akaona bora isiwe mimba, iwe malaria tu. Akajaribu kumpigia Diva lakini alikuwa hapokei. Diva akamtumia message akamtaka waonane uwanjani, maana kwa yale maelezo ambayo amemwandikia inawezekana ikawa mimba. Sasa Diva akamfanyia vipimo, akampima macho, nyonyo, akampima tumbo, akajua itakuwa ni mimba hii, lakini lazima wajihakikishie kwa vipimo kwanza. Diva kampa vipimo Lily na kampa maelekezo namna ya kuvitumia. Sasa alipofika nyumbani, mama akamwambia akipata mimba huko ndani atayafanya maisha yake yawe magumu sana. Sasa itakuwaje kwa bibie na ana mimba tayari? Hatamwambia mamake kweli? Lily alipopima akakuta kipimo kinasoma ana mimba. Nguvu zote zikaisha, akalia kwa uchungu kishenzi yani. Haamini kama kipimo kimesoma na mimba Ise. Sasa ikabidi aje kwa muhusika wa hii mimba. Akajua mchizi ataikubali, lakini ndo kwanza Soma kawa ameikataa hii mimba. Kwa nini niliruhusu upate mimba na nilikupa vidongo meze? Lily akasema alimeza, lakini haelewi imekuaje. Lily akamtaka Soma aende akaongee na mama yake. Mchizi anakubali sasa. Mchizi akaikataa mimba, akamkataa na yeye. Kuanzia leo hataki kabisa kumuona. Siondoki hapa. Huyo mtoto ni wako na ulisema unanipenda, utachukua haya majukumu. Lakini kwa sababu mchizi amekaza, mwisho Lily akakubaliana tu na hali, ikabidi asepe tu. Hawezi kukaa sehemu ambayo hapendwi tena. Sasa timu ikaja kupanga mbinu za namna ambavyo itatatua hili tatizo. Wakasema inabidi atoe tu mimba.
naogopa nikifa. Hauwezi, mimi nimetoa 2 lakini nimetoa 3. Acha waanze kubishana hapa Diva na Deja. Diva akasema kama yupo tayari yeye atamtafutia dawa. Lily kwa sababu anaogopa kuongea na mama yake akaandika kikaratasi anataka kuongea naye. Mama alipokiona alicheka kishenzi yani, kisha akakipotezea. Hakutaka kabisa kuongea na mwanae. Sasa Lily alipofika sebuleni akakuta kile kikaratasi kimetupwa. Mama hamjali kabisa mwanae. Hiki kitu kinamuumiza kishenzi Lily. Atafanyaje sasa? Ikabidi atumie tu zile dawa ambazo alipewa na kina Diva. Maana hana namna tena na hawezi kuzaa. Lakini pia mama yake amsikilizi na hana msaada tena. Na mama akijua hii hali lazima atamfanyia kitu kibaya tu. Sasa asubuhi hali yake ilikuwa ni mbaya sana. Tumbo lilikuwa linamuuma kinoma na damu nyingi zilimwagika na mbiwa. Hana msaada hapa ndani. Kwenye hii familia mama amelala na mwanae Michelle. Alikuja chumbani kwake jana usiku kumbembeleza hadi naye akapitiwa usingizi hapa. Anampenda kinoma mwanae. Sasa huku Diva akaja kumsaidia Lily maana hali yake inaendelea kuwa mbaya. Diva akamtaka Lily awe imara kama hataki mama yake amuone hivi. Ameniona. Akasemaje? Nimekuwa mzembe tu. Mwisho Diva kamwalika kwenye pati ya usiku tena. Anaamini atakuwa imara tu mwanae na nini kisha wataenda wote. Sasa asubuhi wakati Michelle anapelekwa shule, mama Michelle akamwomba Lily kama vipi na yeye ampeleke shule pamoja. Lakini wakati anaingia kwenye gari, mama Michelle akamwona Lily hayuko sawa. Alipofika shule, hali ya Lily ikawa mbaya zaidi. Hata kutembea tu ikawa shida. Sasa akiwa anatembea, Lily akadondoka pale. Ikabidi ampeleke hospitali. Mwalimu alipomfikisha Lily hospitali, alimpigia sana mamake Lily lakini alikuwa hapokei. Walipiga sana simu ya mamake Lily hapokei. Mtoto anakufa, mamake hapokei simu. Huyo ni mama sasa. Daktari akasema Lily yupo kwenye hali mbaya sana. Anahitaji mlezi au mamake mzazi. Mwalimu akapiga tena simu. Mara hii akapokea. Lakini akahisi ni hali ya kawaida tu. Mama akasisitizwa sana afike hospitali. Lakini mwisho akasema anakuja. Nesi akauliza, "Wewe umezaa?" "Hapana, niko single." "Ndio maana haujali. Tunaongelea mtoto. Siku kizaa utaelewa. Damu inachemka hapa. Japo mimi pia sina mtoto Baada ya muda mama kafika. "Nini kimetokea?" "Amezimia darasani. Lakini pia tumeambiwa ametoka na damu nyingi sana." Mama hakuamini kabisa. Daktari akasema mwanae alijaribu kutoa mimba. Wamemuongezea damu na nini, lakini pia anahitajika upasuaji na ni muhimu sana kwenye hili. Dawa alizokunywa zimeenda kuharibu kabisa uzazi wake. Kwa hiyo lazima afanyiwe upasuaji wa kuitoa uterus. Kuanzia hapa Lily hataweza kupata mtoto tena kwenye maisha yake. Hii ilimuuma kishenzi mama. Nesi akasema Mungu sio kila mtu alimuumba kuwa mama. Hizi taarifa zilimuumiza sana mama yake Michelle. Inawezekana vipi mtoto amepata mimba na kuongea na mama yake? Michelle akasema Lily hayuko karibu na mama yake. Hii ilimuumiza kishenzi mama Michelle. Mama amechoka kabisa. Nesi ikabidi ampe begi la mwanae tu hapa. Hapaswi kuliacha hospitali. Mara kuna simu ikaanza kuita. Mama kaisi pengine ipo kwenye mkoba wake, lakini haikuepo. Lakini alipotazama kwenye begi la Lily akakuta ipo ndani aisee. Akashangaa kinoma kukuta simu. Hakuwa anajua mwanae kama anamiliki simu aisee. Ikabidi aipokee tu, lakini hakuielewa. Simu ikakata. Baadaye message ikatumwa. Alikuwa ni Diva anamtakia apone haraka mshikaji wake. Lakini pia alikuwa anatamani awepo kwenye pati. Mama ndo akajua sasa kumbe mwanae huwa anaenda kwenye pati Nesi alikuwa anamwangalia kwa jicho baya kishenzi. Ana hasira naye huyo maana anafanya mambo yake kama sio mama kabisa. Mama aliporudi nyumbani akaja kwenye chumba cha Lily. Akakuta majarida ya mahusiano yamejaa hapa ndani. Perfume zimejaa kibao. Amenunua kwa pesa gani huyo? Lakini pia wakati anakagua akakuta magauni ya gharama sana binti kanunua. Mama nguvu zikamuisha kabisa. Akabaki analia tu na kujilaumu muda wote. Sasa mama Michelle akamfuata na kumwambia kuwa alipaswa kumlinda mwanae. Alipaswa kumweka karibu na kumsikiliza kuliko kumwacha asikilizwe na watu wa nje. Pengine angekuwa karibu naye haya yote asingetokea. Mama Lily alijilaumu sana, akajihisi ni mkosaji. Mwisho mama Mimi akamuomba kama vipi kesho waende wote kumuona hospitali. Huku shuleni mkuu wa shule akawapa suspension Diva pamoja na washikaji zake. Maana wao ndo wamesababisha hali ya Lily kuwa hivyo na walikuwa wanatoroka shuleni pia. Huku hospitali hali ya Lily inazidi kuimarika kila wakati. Lakini akimwona mama yake tu kuna namna anabadilika kabisa. Aliporudi nyumbani mama akataka kuongea na mwanae. Akamwomba msamaha kwa kushindwa kuwa karibu naye na nini. Lily akasema amemsamehe mama yake. Lakini baada ya hili nini kinafuata? Mama, umefanya ulichofanya. Nikajisikia nilivyojisikia. Wewe ndiye ulinileta hapa duniani. Siwezi kukuuliza, lakini pia ulisema unanipa kila kitu. Elimu, nguo, chakula, hata hewa ninayovuta. Wewe ndio umesababisha. Lakini pia ukasema, Lily, kitu gani sijakufanyia? Mama, kitu kimoja tu ulisahau, upendo. Usiseme hivyo mwanangu, nakupenda. Lily akasema alimpa kila kitu, lakini akasahau upendo tu. Uliniacha nijilee mwenyewe. Mimi ndio mama kwa sasa. Nimefanya makosa yangu na nimebeba msalaba wangu. Samahani mama, unaweza kunikodishia hiki chumba kwa muda kidogo? Lily hataki tena kuongea na mama yake. Mama alilia kishenzi na kujilaumu sana ise. Sasa mama Lily leo amekutana na askari kutoka ustawi wa jamii. Wamekuja kuondoka naye kwa kosa la kushindwa kumlea mwanae. Mama alilia kishenzi ise. Mtu wa ustawi akamwambia Lily kuwa wanaenda kumpa funzo mama yake.
yake, lakini kwa kipindi hiki ataondoka naye yeye, atakuwa anaishi kwake, na akirudi hapa basi maisha yataendelea kama kawaida. Mama akapewa adhabu ya kufanya usafi barabarani. Wenzetu wapo serious sana na malezi ya watoto. Ukiferi kidogo tu unapokea adhabu stahiki. Baada ya siku kupita, mama ameshamaliza adhabu yake na amebadilika kabisa. Kwa sasa anamjali kisawasa wa mwanae. Sasa hii imekuwa ni familia yenye furaha sana. Maisha yamebadilika kabisa hapa na nini. Hizi familia mbili kwa sasa zimekuwa na ukaribu sana. Kuna wakati mamake Lily anakuwa busy sana na kazi. Kwa hiyo anamwomba mamake Michelle kama vipi amsaidie kumpeleka Lily shuleni, na anakubali na maisha yanaendelea tu. Sasa leo ni siku ya mwisho shuleni na Lily ndo mwanafunzi wa mwisho kumaliza mitihani. Akimaliza yeye tu, watu wanamaliza shule. Alipomaliza tu, shangwe likapigwa hapa ndani unaambiwa. Diva na wenzake pia walirudishwaga hapa shuleni, wakaendelea na maisha yao tu. Na huo ndo kama mwisho wa tambala hili mtu wangu, linaitwa My Mother's Daughter. Mimi naitwa Rio na hii ni Zurio TV. Sasa nikukumbushe tu kuwa usiache kuitazama tamthilia ya Nyota itakayoruka rasmi kuanzia Januari 2, 2026 kwenye YouTube channel ya Nyota Flix. Hebu kula kionjo hicho kwanza mtu wangu, halafu tutakuja kuzungumza vizuri zaidi Januari 2, 2026 pale kwenye YouTube channel ya Nyota Flix. Kama tatizo ni nyota, ni nyota, ni nyota. Huyu mwanamke unayemwona hapa alikuwa vizuri sana mwanzo, lakini haikuja kubadilika pale ambapo mimi na yeye tumemaliza kufunga ndoa. Halo kaka. Hivi kaka yako mwanaume wako? Hivi unajua unachosha wewe? Hivi mndani mnaishi vipi? Unanipanda kichwani? Mke wangu, kama unashindwa kuniheshimu mimi, basi mheshimu hata mgeni wangu. Unasemaje? Hicho ambacho nakiongea mimi nakifanya. Unajifanya kidume sio Chochote kile ambacho ninachokuambia ndio ufanye. Sawa Una shida gani wewe? Badilika tabia yako. Mimi na wewe tumebaki wawili tu kwenye familia. Unataka mimi uniweka kwenye upande gani kwani? Wewe aliyekuajiri hapa ni nani? Ni mimi au wewe ambaye unasema ni kaka yako? Yaani maisha yangu jinsi ninavyoishi, mbona unapenda sana ile kualetea nganya kibao nini? Yaani unanikolomea mimi? Hivi unajua unachosha wewe? Sasa subiri nikuonyeshe.